Tunawashauri vijana wasifate mkumbo kwa sababu wengi wanafuata mkumbo. Kwa sababu wakipata shida huyo anayemfuata haizi msaidia chochote zaidi ya kuletea familia yao matatizo na kujiingiza kwenye matatizo ambayo hayawezi kuelezeka. Matatizo ni mengi sana vijana wanaeleta na hao vijana wanaochipukia. Wazazi tu tunawashauri vijana wetu wasio wanafuata mikumbo ya watu wengine. Kwa maana aliyekuwa juu anakushawishi wewe wa chini. Utakapopata shida ya kujui. Kwa hiyo tujitahidi kusema vijana wetu wasio wanafuata mikumbo. Kwa hiyo jamani, wazazi, watoto tusio tunawakumbatia sana. Usichukie jirani kukuambia mtoto wako kwamba anavunja amani ya Tanzania yetu. Tunashukuru sana kabisa. Nani tusio tunakumbatia watoto wetu sana. Msikilize mtu anapokufuata na kuambia mtoto wako anavunja amani, sio kukurupuka na kuanza kugombana na majirani, kugombana na watu, kugombana na jamii. Ni kitu ambacho hakifai. Lakini tunajitahidi kusema na vijana wetu, maana asilimia kubwa huwezi mchukua mama wa miaka 60 70 akafanya vurugu au nini. Sana sana ni hao vijana wetu jamani. Tukae sisi, wewe kama mama, kama baba, kaa na mtoto wako, sema naye, mueleze hali halisi ya maisha. Sasa hivi gharama za maisha yamepanda juu, gharama ziko juu za kimaisha. Kwa nini kijana kulete matatizo, ujiingize kwenye matatizo? Kwa hiyo tuseme na vijana wetu tu. Yaani pale unapoona mtu anafanya vitendo vya kuvunja amani, cha kwanza inabidi umuite, useme naye. Kwa mfano kama sisi kabila letu la Kimasai, unamuona kijana anapotea, tuna malaigwa nani, utamuita, utamsema, atasemeshwa na viongozi wa kimila wa kwetu. Kwa hiyo lazima umchukulie hatua, utoe taarifa kuliko usubiri paka tatizo liwe kubwa. Na ukiona kijana eleweki, kuna vyombo vya dola, lazima uende ukatoe taarifa, achukuliwe hatua, kwa maana mtu mmoja hawezi kutuvunjia amani ya watu 1000. Haipendezi kabisa. Mtu mmoja yeye hawezi kutusababishia tukose amani zaidi ya watu 1000. Watu tunaishi kwa amani leo hii atuletee madhara, ni kitu ambacho hakifai.